ili watazame ibada kwa mitandao. I didn't expect many amens there. Si kupata amina nyingi sana pale. Hallelujah. Hallelujah. Oh my, I'll go to Luke 15. I'll tell you this woman. Nitaenda kwa Luka 15 nikwambie mwanamke huyu. We are going to the next slide. Tunaenda hapo. This woman in the Luke chapter 15. Mwanamke huyu Luka 15. You understand she lost one tablet. Tutaelewa ya kwamba alipoteza sarafu moja. Do you know why she lost it? Unajua ni kwa nini alipoteza? She was busy. Alikuwa ameshikamana sana on other things. Na mambo mengine. Brother Isaac, are you against it? Even no, I am not against it. I've just said what was happening in the years gone by. Ndugu Isaac, uko dhidi ya televisheni? Hapana, mimi nasema tu kilichokuwa kinafanyika. Can I take you back again? Nikurejeshe tena. We are going. I want to take you back. Nataka nikurejeshe 2 years gone by. Miaka iliyo. Where in the message? Bapo ujumbe. Sisters were putting dresses to the length of my trouser. Wadada walikuwa navalia rinda ambazo zinafika urefu wa longi yangu. Years gone. Miaka iliyopita. We sanitized it. Tukaitakasa. Tukaitakasa. Now Gen Zs, you cannot tell them anything. Sasa wa Gen Z hatuwezi waambia chochote. Can't tell them anything. Huwezi waambia chochote. We are tribeless. We are healers. We are soon they'll be churchless. Soon they'll be churchless. Hivi karibuni hawatakuwa hata na kanisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And I want to tell you, I've strayed away, sister. Na nataka nikwambie unaondokea njia ndani. There is a dress that has never stepped in this church. Kama una but wear to Monday to Friday in the office. Kama unarinda ambalo strayed away. Haujawahi livaa hapa kanisani, lakini wewe ulivalia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini huwezi kuja nalo kanisani. Umeondokea njia. No, pastor ongelea kimambo ya mimi naongea. And as long as God preserved my breath, na mradi Mungu atadumisha pumzi yangu, na imagine stahama tepa. I'm thinking I'm not going to see kama nitakufia tepa. I'll die in tepa if I'll die. Na kama nyinyi wenyewe mtanizika. And if I die, you are the ones that are going to. And I will not change iota of my doctrine. Na sitabadilisha chochote katika fundisho langu. What I was saying before I got married, I'm saying it. Nilikuwa nikisema kabla nioe, nitaendelea kukisema. And even in my daughter's Ruth's wedding, I will preach the same. And I want to preach this in my daughter's wedding. Hata katika harusi ya binti yangu nitasema hivyo hivyo. I know she will clobber me in the evening, you know. Yeah? Alpha generation, you cannot tell them anything. Kizazi cha alpha, huwezi ambia chochote. Huh? Nowadays, Brother Nicholas, we are not telling them we have to reason. Siku hizi hatuambii, lazima tuzungumze, tusemezane na wao. You know our time. Unajua wakati wetu. Njicho la mama lenyewe, njicho. The eye of your mother. She could look at you in a certain way. Njicho tu hata anja acha ukue kiboko. She has not even spoken. Kiboko. Macho peke yake inakwambia hapa. Wageni wakienda nitapatana na kiboko. Macho. The eye alone is telling you when the visitors are gone, I'll face the music. Siniwaambia vile nilikuwa na nyamelea tunyama twa baba. Nilikuwa na as much as we want Gen Zs and all these kind of things, we have to teach them the word. Mradi tunavyowapenda zaidi, lakini lazima tuwafunze neno. We have to tell them they are of another generation. They are from another generation. Lazima tuwaambie wao ni wa kizazi kingine. We have to tell them. Lazima tuwaambie. Oh my, praise the Lord. Bwana asifiwe. But I pray God to send some sensible, sound gospel preacher. Naomba Mungu atume wahubiri wenye nia nzuri, that you stand in the way, ambao watasimama njiani, and give you a little bit of spanking when you need it. Na wakupatie kichapo wakati unakihitaji.
Hallelujah. Hallelujah. Yani you need a preacher who can at least give you a little bit of a coffee kidogo. Unahitaji mhubiri ambaye atakupiga kofi kidogo. To awaken your faith. Amshe imani yako. To awaken your senses. Amshe fikra zako. To tell you are straying, brother. You are straying away by day. Anakuambia unapotoka siku baada ya siku. Ututunguo naona. This clothes that I'm seeing. Sister, you are unapotoka. Jimmy utu tudevu naona, tudevu utu naona. These beards that I'm seeing. Utu tu viatu. Nitarudia mahubiri yangu ya viatu. Inaonekana imesahaulika. I'll go back to my sermon about shoes. Nitatengeneza slides za viatu. I'm going to draw. Because what we are seeing out there maana kile tunaona kule is back in the church. Sasa kimerudi kanisani. High-heeled shoes have started coming back. Viatu vya gorofa vimeanza kurudi. Lakini mahubiri ni ya chini sana. But this preaching is so low. Usema mambo ya shepherd na sheep. Sasa viatu zimetoka wapi? You are supposed to tell us about the sheep and the shepherd. Now are the shoes coming from? It is because you are straying away. Ni kwa sababu umepotoka. And the shepherd is giving you a spanking. Na mchungaji anakupatia kiboko. Hallelujah, hallelujah. Sometimes singers come to sing here and I'm seated. I feel like I walk out, they finish singing so that I come and sit wakati again. Wengine waimbaji wanaimba hapa na hisi nitoke nje nirudi wakimaliza kuimba. If you know you are coming to sing here, kama unajua unakuja kuimba hapa, dress like a saint. Vaa kama mtakatifu. If your children are coming to sing here, kama watoto wako wanakuja dress them like a saint. Wavalishe kama watakatifu. I am not begging you. I am commanding you. In Jesus' name. Dress like a saint. Vaa kama mtakatifu. We are tired. Tumechoka. You wonder whether some of these children come from mother's house. Unashangaa kama baadhi ya watoto wao wametoka kwa nyumba za mama zao. Na Ruth unisikie na dada yako Kezia. And Ruth, listen to me and your sister Kezia. You wonder. Unashangaa. Even some of the wives here, you look at them, you wonder, did they come from a husband's house? Baadhi ya wake unawatazama unashangaa kama walitoka nyumba za waume zao. Ni vibaya kusema lakini lazima itasemwa. It is bad to say it, but it must be said. I told God I don't know what you need, but He knows what you need. So what I am saying is actually what you need. Kile nasema hakika ni kile unahitaji. Sister Lillian and Sister Margaret, come here. Come stand. Toeni kwa YouTube mukitaka. If you want, remove it from the YouTube. I know this is going to go viral. Najua hii itaenda kuleta uzushi ama kusambaa. Sister Francia, come stand here. Naona hata wazee wanangoja pastor akuje, ni sawa. Hakuna shida. These sisters are merely 2 years in the message too. Wadada hao hajakata miaka miwili katika ujumbe. Ningelaini majenzi hapa. Majenzi wenye wametoka nyumba ziko na wamama wa kanisa. Ningewalaini hapa. If I brought the Gen Zs here from believers' houses, I'm not saying our dresses to wash the floor. Sisemi rinda zetu zioshe, but I am saying, safishe sakafu. When they are walking in the streets of Nairobi, lakini nasema wanapotembea barabara za Nairobi, hii ni ishara, hii ni mahubiri. This is a preaching. Haya ni mahubiri. Whether you say hatuendi mbinguni kwa mavazi, Mungu angalii mavazi, mimi nasema hii ni mahubiri. Whether you say that we are not going to heaven because of our dressing,
For me, this is a sermon. I keep standing there until I tell you to sit down. Endeleeni kusimama hapo hadi niwaambie mketi. Wengine wanasema hiyo ni yako, hiyo ni yako. No wonder unahubiri mara moja kwa mwaka. Kanisa hata nisubiri miaka 5. But sister, if you want to go to heaven, dada, kama unataka kwenda you must preach even in your dressing. Lazima uhubiri hata katika kuvaa kwako. Your dressing kuvaa kwako must tell the world. Lazima uambie you came from somewhere. You came from somewhere. Kuna mahali ambapo ulitoka. And where you came from, na kule ulitoka, there is a dressing mode. Kuna njia ya kujibalisha. Look at the hair. Look at the hair. Tazameni nywele. Sioni nywele za farasi, sioni marangi ya brown. I'm not seeing horse hair. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is a highway to heaven. Kuna njia kuu ya kwenda mbinguni. There is a highway to heaven. Kuna njia kuu ya kwenda mbinguni. And only the pure in heart na ni watakatifu will walk therein. ambao wataingia katika njia hii. I don't care how many years. I don't care how many years. Sijali ni you have been in the message. Kuwa katika ujumbe. If your life kama maisha yako does not dovetail with every scripture, hayaingiani na kila andiko, my sister, my brother, ndugu yangu, dada yangu, you need to come back on the track. Lazima urudi katika njia. You need the great shepherd. Unahitaji mchungaji mkuu to give you a spanking. Akupige kidogo. You need a shepherd. Mchungaji to beat your bed. Akupige kidogo. Oh, thank you, Deacon. Thank you very much. Simameni hapo mpaka nimalize. Just stand there until I tell you. When I grew, nilipokuwa nalelewa, but I know if my pastor was there, I would be raising hand from behind there. Najua mchungaji angekuwa hapa angekuwa akiinua mkono. I'm very certain. That one I'm certain of. Nina uhakika. You know some things we do here. Najua baadhi ya mambo ambayo tunafanya hapa. We answer questions. We answer questions. Tunajibu maswali. Tepa mmefika hapo? You mean you've reached there, Tepa? Because some of our media people, maana baadhi ya watu wetu wa vyombo ama mitandao, they very well know that. Wanajua vizuri sana. We have an order of brothers keeping hair. Tuna utaratibu wa ndugu kuweka nywele yao. But they will zoom that brother with a goatee. Lakini watamleta karibu sana yule ndugu ambaye ameachilia mandevu. The brother that has a funny hairstyle. Ndugu ambaye amenyoa vibaya ndio watamleta karibu sana katika runinga. And they might even make a mistake. Wamchukue na kamera wakati anafanya mandevu yake hivi. And then when the people are watching the service, they want, oh, hii bado ni Tepa, okay, ni Tepa, tunao ni Tepa. Alafu watu wanapotazama ibada zetu, they ask, oh, this is still Tepa. Those are spirits of the sheep that is straying away. Hayo ni maroho ya kondoo ambaye amepotoka. Brothers, you may not like me. And I am not here that you like me. But I am here to tell you some of the habits we are seeing. They will not be there in heaven. Sisters, can you do your right hands like this? Like this. Do your right hands like this. No, the left hands. Some of our young people, baadhi ya vijana wetu, unaona wako na pete kwa hizi vidole, mara hii kidole, wengine wanaweka vidole huku. They have many rings on their fingers. Wengine wako na ile ilifanyi stick-ons. Wako na makucha ya kubandika. Na hapa, na siongelee nje hapa. I'm speaking about here in Tepa. Here in church.
Hata watu wa Kizeni wamekuja kusikia, imekuwa kali. Kaeni hapo msikie niwaambie pia nyinyi. Si manywele makucha zimepakwa meshaino. Nails that have been painted clear. You even wonder. You even wonder. Unaanza